maendeleo ndio chimbuko la ustaarabu. That has throughout history has been the source for all good things in society. Paulo mtume ambaye anazungumza na kanisa la Efeso kupitia mchungaji Timotheo. And Paul was talking to the church in Ephesus through his servant Timothy. Alikuwa ni mmoja wa watu waliopitia mateso na dhiki na shida. Paul, he knew what it meant to be in troublesome time. Na kwa sababu hiyo, and because of that, anaona ya kwamba wakati taifa au nchi ikiwa katika changamoto ya kukosa amani, he knew that when a nation comes into troublesome time where there's no peace, chombo pekee kinachoweza kuleta msaada wakati huu, the only organization, only body in the society that can bring out change, ni kanisa la Mungu. is the church of God. Ingawa katika macho ya dunia, Even though in the eyes of the world, wanaweza kuwepo wanasiasa maarufu, there might be famous politicians, wanaweza kuwepo viongozi wenye ushawishi, there might be leaders with a great voice, lakini wote tuwafahamu ya kwamba but let us know mambo yanayoonekana katika ulimwengu wa mwili that the things that are seen in the visible world, yanasukwa na kupangwa kwenye ulimwengu wa roho. they are coming to place by things that is happening in the spiritual world. Na ndiyo maana That is why, twaweza kushangaa ya kwamba yako majeshi na wako polisi that's why you can see there's an army, there's a police kwa ajili ya kudhibiti uhalifu, that is there to try to keep the peace and hinder troublesome times. lakini wakati mwingine twaweza kuona kwa hakika But sometimes you can see for sure ya kwamba doria ya kimwili that the physical strength na doria ya kiroho and the things that is happening in the spiritual world, ni mambo mawili there's tofauti. two different things. Kikanuni ingepaswa It should be like this. kwamba doria ya kiroho ndiyo itangulie ya kimwili We kwanza, need to start in the spiritual world before we do something in the physical world. na mambo yangeenda vizuri. That way things would go in a good Na way. ndio maana Paulo anasema kabla ya mambo yote, That is why Paul is saying, first of all, maombi na dua na sala na maombezi vifanyike petition, prayers, intercession should be done kwa ajili ya watu wote wenye nafasi muhimu za maamuzi, for all kind of people with authority, watu kama viongozi wa nchi leaders of the nations. wanahitaji kuombewa hekima They must get the wisdom. na utulivu katika maamuzi yao, They need to get peace into their minds. ili yale watakaoyaamua kwa ajili ya raia So when they decide things for the people, yawe na ustawi kwa raia wao, they should bring out good. yalete maana. It should give a meaning to the people. Paulo anasema shabaha kuu ili ya kwamba sisi sote tuweze kuishi kwa utulivu na amani. And that is, Paul is stressing this, that all this should be done so we can live in a goodliness and holiness. Maana kama hakuna utulivu na amani, Because without peace, hatuwezi kukusanyika namna hii. we cannot live it that way. Kama hakuna utulivu na amani, Without the peace, we wakati mwingine hatuwezi hata kuhubiri vizuri. cannot even preach the gospel. Lakini amani na utulivu vikiwepo, But if there's quietness, vinawezesha maendeleo ya ustawi wa mwanadamu yapatikane. we continue to bring development to our people. Na ndio maana nafasi ya kanisa That is why the church haipaswi kuwa miongoni mwa nafasi za watu kisiasa.